Naam, ikiwa tarehe 20 mwezi wa pili mwaka wa 2025, karibu katika taarifa za AGR News. Mimi ni Videlis Mushoge na tunaanza na taarifa hizo kutoka kaunti ya Kisii, mahali ambapo usafiri umetatizwa kidogo nje ya shule ya Kisii Comprehensive, shule ya msingi, mahali ambapo mwanafunzi wa shule hiyo wa chekechea amekanyagwa na bodaboda na jamaa huyo ambaye alimkanyaga akatoroka. Kulingana na walimu wa shule hiyo, mwanafunzi huyo wa gredi ya PP1 ama chekechea alikuwa ametoka nje ya shule lakini akakanyagwa na huyo mwendeshaji. Mwanafunzi huyo amefariki wakati ambapo alikuwa anaendelea kupata matibabu katika hospitali moja katika kaunti ya Kisii. Walimu wa shule hiyo wameomba serikali ya kaunti kuweka matuta ama slow pumps katika barabara nje ya gate ama ya shule hiyo kama njia moja ya kuweka usalama kwa wanafunzi wa shule hiyo. Ni muda fupi tu katika shule ya Kisii Comprehensive School pale ambapo mtoto wa chekechea amepata kuumia kutokana na pikipiki. Sasa amepelekwa hospitali na wanafunzi wanaomba justice ifanyike kwa serikali ya Kisii County iweze kutengeneza ama kuweka matuta ambayo yatazuia watoto wasiumie. Kwa sasa hivi ni hayo tu yanaendelea katika shule ya Kisii Comprehensive. Hivyo mtoto hali yake amepelekwa hospitali, anaendelea kupata matibabu. Anaitwa Peres Bosibori. Mtoto mwenye alikanyagwa alikuwa grade 5 PP1. Na hii tunaomba kama haki waweze kutusaidia kama tunataka justice tunataka. Hatuwezi kubali mtoto akanyagwe. Naam, tukitoka kaunti ya Kisii tunaingia katika kaunti ya Nyamira 046, mahali ambapo uongozi wa kaunti hiyo ukiongozwa na Gavana Amos Nyaribo, County Commissioner, Speaker wa bunge la kaunti ya Nyamira Enoch Okero ambaye ameapishwa hivi karibuni, wawakilishi wadi kutoka wadi tofauti, viongozi wa dini kutoka dini tofauti wameandaa maombi maalum ya kuombea uongozi wa kaunti hiyo, viongozi ili kuwafanyia watu wa Nyamira kazi na vile vile kuelewana wa viongozi kutoka kaunti hiyo ya Nyamira. Naam, tukitoka kaunti ya Nyamira na kurejesha katika kaunti ya Kisii, mahali ambapo viongozi wamejitokeza na kuhimiza wakulima kutoka kaunti ya Kisii kuwa makini wakati ambapo wananunua mbolea ya upanzi. Hii ni baada ya watu kadhaa kushikwa kutoka eneo bunge la Bonchari wakitengeneza mbolea hushi ambayo wanachukua kutoka serikalini ile ya NCCB na kisha baadaye kuichanganya na udongo na kuipaka rangi na baadaye kuwauzia wale ambao ni wakulima. Viongozi wamejitokeza kuhimiza wale ambao ni wakulima kutoa mbolea yao kutoka mashirika yale ya kiserikali ya county, kuanzia ofisi ya County Commissioner na ofisi ya kilimo, waziri wa kilimo, hata waziri wa trade, waziri administration na wataalamu wote waliamua ya kwamba sheria ianze kutekelezwa mara moja. Ianza jana, kwa hivyo inapatikana soko yote Kisii County inauza mbolea sokoni, sheria itachukua. Na tukimalizia, waziri wa utumishi wa umma Justin B. Muturi leo amejitokeza mbele ya jopo la bunge kuelezea vile ambavyo alitumia fedha ambazo wizara yake ilipewa, huku akijitetea kuhusu fedha hizo ambazo alipata katika wizara ya utumishi wa umma. There's something wrong with our psyche as a country. Well, the chairman, I'm saying this because I've traveled around this country.
And it's something like, I know some store projects which have been there for more than 30 years. I went to a place called Water in Makueni. You find houses whose construction started more than 30 years ago. They are still stored. Now, these projects here, as much as we are requiring Kenya School of Government to do a lot more training, and indeed where they can do a lot, but they need some space. Those campuses in Baringo, in Embu, in Matuga, in fact, there's a proposed one for Vihiga, but there's no. You can see there's no budgetary provision, no budgetary allocation. So we start wondering: are we serious? Is the National Treasury serious about what it is providing? What it's providing? Even as much as we, as the peers has explained, you are given one small kikapu. You are told, all of you. It's like in a family. You are told you eat from this. So it's a question of who is able, but making sure that at least somebody gets a small thing. This thing of having everybody getting a small piece doesn't make sense. Why isn't it possible? And maybe, Mr. Chairman, I'm putting this members of the committee, so that when you appear before the Budget and Appropriations Committee, you can make our case that you can take, if we don't have enough to do all of them, can we finish one? Can we get enough allocation to finish one? Na taarifa za biashara, Ruth Nyanchama atakupasha zaidi. Mimi ni Videlis Mushoge. Katika biashara ni kwamba kampuni ya East Africa Portland Cement na mpango wa kuuza ardhi yake ili kupata mtaji muhimu wa bilioni 10 kuendeleza biashara za kampuni hiyo. Na kwa upande mwingine ni kwamba Kenya imeagiza sukari kutoka nje ya nchi mara 2 zaidi mwezi wa Januari mwaka wa 2025 ikilinganishwa na mwezi wa Disemba mwaka uliopita wa 2024. Ni kwa sababu ya msukumo wa hitaji kutoka kwa kampuni zinazotengeneza vyakula vya sukari kama vile vinywaji baridi, chewing gum na vyakula vinginevyo. Nikomee hapo kwa sasa. Jina langu ni Ruth Nyanchama.